Bonge la story, msikilizaji wangu. Tazama mpaka mwisho kwa umakini, utajifunza mengi sana. Story ya kusikitisha sana, tajiri na maskini. Msikilizaji wangu, ni kuombe utazame video hii mpaka mwisho, kwa sababu inayo vionjo vingi sana vya kupenda na kukuelimisha kimaisha na kupata kufahamu namna ya kuishi na kila mtu kwenye hii dunia, awe maskini au tajiri. Karibu. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na miti mirefu, waliishi watu wawili waliotoka katika maisha tofauti kabisa. Mstari wa bwana kiongozi, tajiri mkubwa, na mzee Musa, maskini wa kupindukia. Bwana kiongozi alikuwa na mashamba, magari, nyumba za kifahari na walinzi. Alijulikana kwa sifa ya kujipenda, kujivuna na kupenda sifa. Hakuwahi kuwasaidia maskini. Alikuwa akisema, maskini ni wavivu, kila mtu ana nafasi ya kuwa tajiri kama mimi. Kwa upande mwingine, mzee Musa alikuwa fundi wa kutengeneza viatu. Alikaa katika kibanda cha matope pamoja na mjukuu wake mdogo, Amina. Baada ya kupoteza familia yote kwenye ajali ya moto, Amina alikuwa kila kitu kwake. Kila siku, licha ya njaa, uchovu na mateso, Musa alikuwa na tabasamu. Alimwambia mjukuu wake, mstari wa msikilizaji wangu, please naomba usubscribe channel yangu hii pendwa kabisa, The Best Education in Love Media, ili kuwa mwanafamilia wangu na mtu napenda kujifunza. Asante. Umasikini sio mwisho wa maisha. Moyo mweupe ni zaidi ya dhahabu. Siku moja, mvua kubwa ilinyesha kijijini. Mto ukavunja kingo zake. Mafuriko yakaharibu nyumba nyingi. Kibanda cha Musa kikabomoka. Watu wakakimbilia kwa bwana kiongozi kumwomba msaada. Lakini alijibu, mimi si shirika la misaada. Mie natunza mali yangu. Musa na Amina walilazimika kulala chini ya mti, wakitetemeka kwa baridi. Usiku huo, Amina alianza kukohoa sana. Hakuwa na blanketi, wala dawa, wala chakula. Mzee Musa alijaribu kwenda kuomba msaada kwa bwana kiongozi, lakini alifukuzwa na walinzi. Asubuhi iliyofuata, Musa aliuza viatu vyake vya mwisho ili apate pesa ya mkate mmoja tu. Aliukata vipande viwili, mmoja akampa Amina, mwingine akawa nao mikononi. Lakini kabla hajala, aliona kijana mdogo akilia kando ya barabara. Alikuwa yatima aliyepotea kwenye mafuriko. Musa, kwa moyo wake mpana, alimpa kijana huyo kipande chake cha mkate. Afadhali mimi nife njaa, lakini siwezi kuona mtoto akiteseka, alisema kwa sauti dhaifu. Usiku huo, mzee Musa alifariki mikononi mwa baridi na njaa, akiwa amemkumbatia Amina aliyelala usingizi mzito. Habari ya kifo chake ilienea kijijini. Watu walilia sana, wakiomba msamaha kwa kutomsaidia. Hata bwana kiongozi alishindwa kuzuia machozi. Kwa mara ya kwanza, aliona thamani ya moyo wa huruma kuliko hazina alizokuwa nazo. Miaka kadhaa baadaye, Amina alikuwa msomi, akapata ufadhili kutoka kwa watu walioguswa na simulizi ya babu yake. Alirudi kijijini, akajenga shule kwa jina la Shule ya Musa, mkate wa mwisho. Alisema, babu yangu alikufa maskini, lakini aliniachia urithi mkubwa, moyo wa utu. Na hata leo, kijijini hapo, watoto husimama mbele ya ile shule, wakifundishwa kuwa utajiri wa kweli hauko kwenye mali, uko kwenye moyo unaojali. Msimuliaji wako ni mimi, Mr. Bacho Classic TZ. Inaendelea sehemu ya pili, hivyo naomba usubscribe channel yangu hii pendwa, The Best Education in Love, ili upate elimu mbalimbali za kimaisha. Pia uwe mtu unayependa kujifunza elimu za kimaisha.